Hasan al-Basri alikwenda mazishini. Katika mazishi, na hii ndiyo dunia ilivyo, kila unapofiliwa na mtu wako wa karibu ndio wazidi kuwa na bidii ya kumwekea mchanga mwingi zaidi. Wewe ukitaka kujua watu walofiliwa, wanaume watoka mazishini, hakuna kazi nyingi. Ukimwona mtu mchafu tu, mchanga matope, utajua huyu ni jamaa yake, ni mwanawe, ni mjombake, nani yake. Kila mtu wako akiwa karibu zaidi, wewe ndio wafanya kazi zaidi, ule mchanga uzidi kufanya nini? Subhanallah. Angalia dunia. Unayempenda mamako, babako, mkeo, nani yako, lakini wakati unapumzika, basi wewe ndio washughulika sana kuliko watu wengine. Sasa Hasan al-Basri akamuona bwana mmoja, mzee mmoja ashughulika katika kuzika, alitengeza lile kaburi, kila aona bado tu, akajua huyu ni mtu wake wa karibu. Baada ya mazishi akamwambia, assalamu alaikum ya am. Wa alaikum assalam. As'aluka billahi ya am, namsal ya ibni, nataka kukuuliza ami yangu, waonaje huyu aliyekufa, yuatamani nini hapo alipo? Yule mzee akamwambia, in kana fi khairin, akiwa yuko kwenye khairi, yatamanna, natamani arudi, fayamala akthara mimma amil, afanye zaidi kuliko vile alivyo, lima raa minan naimi almuqim, kutokana na neema alizoziona huko. Akamwambia, wa kaifa in kana min shar, waonaje ikiwa aliyopambana nayo ni ya shari huko kaburini? Akamwambia, yatamanna an yaud fayamala saliha, atamani arudi abadilishe, afanye nini? Mazuri. Bima raa min aladhabi, kutokana na adhabu ngumu anayopambana nayo. Akamwambia, wa hal yastati'u dhalik, aweza kupata chansi hiyo, fursa hiyo ya kurudi kutengeneza au kuongeza khairi? Akasema, la, hawezi, kalla, haiwezekani. Akamwambia, fa kaifa ana wa ant, sisi tulio duniani, mimi na wewe, tunayo fursa ya kujibadilisha? Akasema, naam. Qala falnajtahid, kwa hivyo tufanyeni bidii.